Kuna mambo mengi huwa tunayaona huko duniani, tunatamani kama tungeweza kuyasema hapa kanisani, lakini hatupati hiyo nafasi. Sijui kama ni sisi uzembe wetu mwenyewe, sijui nini. Na kuna watu mbalimbali nitampendekezea kiongozi wetu wa vijana wape fursa pia waje kuongea na nyinyi, watoe pia uzoefu wao binafsi na ambayo mnaweza mkajifunza. Sasa kuna neno ametumia hapa mabadiliko. Sijui kwa nini alitumia neno mabadiliko, sijui, lakini ametumia neno mabadiliko, na mimi hicho kitu nataka kukiongelea. Kuna mabadiliko ya kibiolojia, hayo mnayajua na bado tunajifunza sana. Hadi unapokuwa unabadilika, unakuwa mtoto, unakuwa kijana, sasa uko vijana, hayo ni mabadiliko ambayo unakuwa nayo. Lakini pia bado kuna mabadiliko mengine yanatokea huko duniani. Mara nyingi yanakuwa tuseme ya kimataifa, kitaifa, nayo ni mabadiliko. Ningependa kugusia hapo. Wazungu wanatumia neno, wanasema change. Unasikia mtu anasema ukinichagua mimi nilitaleta mabadiliko. Unakuwa ni kauli kali kidogo. Mabadiliko, watu wanajiuliza mabadiliko gani hayo? Anaweza kawa anaeleza kwa upande wake mabadiliko gani. Lakini leo hii ningependa kwako wewe kijana kujua kwamba kuna mambo ambayo ukiyaona na ukisikia yanatukia, ujue kuna mabadiliko yanakuja. Na hayo mabadiliko yanaweza yakawa hasi au chanya. Sasa inategemeana sana na utayari wako. Na kwa uzoefu nimeshangaa mabadiliko hayo mengi hata hayaangalii elimu, hayaangalii kazi, hayaangalii nini. Kama unataka kuyachukua kwa uchanya, yanapokuja yanakuwa na nguvu sana. Ukiona mabadiliko ya kisiasa, kama sasa hivi nimesikia huko Marekani ameingia rais mpya, hiyo ni siasa. Alipoingia kuna vitu wamebadili huko, mpaka hapa Tanzania vimetukuta, vimetuathiri. Na akiendelea hivyo anavyoendelea, tutaathirika sana sana. Lakini inategemeana na sisi akili zetu zinachukuliaje hilo jambo. Tukichukulia hasi, tukalialia, tutaathirika sana. Marekani ni nchi tajiri sana. Katika ulimwengu wa sasa Marekani ni nchi tajiri sana. Kuna vitu ambavyo Marekani imekuwa ikifanya ambavyo vimekuwa vikitunufaisha, alafu imefanya kwa miaka mingi na vinaendelea bado kuwepo, na tukachukulia kama ni sheria. Marekani lazima tusaidie mambo ya afya, na anasaidia sana. Marekani lazima atoe dawa za HIV, waathirika wa ugonjwa HIV. Amekuwa akifanya hivyo kwa miaka toka ugonjwa ulitokea na mpaka tiba zake zinakuja. Na hata mafunzo nini watu wanasoma kwa ajili ya nchi ile. Kwa hiyo amekuwa akisaidia. Kuna nchi kama Misri, Marekani anawapa kabisa pesa kwenye bajeti yao ya nchi, kiwango fulani. Jordan anawapa, kwa sababu kuna nchi nyingi anazipa kabisa pesa kuongezea kwenye bajeti zao. Kwa hiyo amefanya hivyo sana. Sasa amekuja kiongozi anabadili. Kwa hiyo utaona mambo yanabadilika sana. Hapa nchini tunakuwa na chama kimoja ndio kimeongoza. Tasema mzee sana ngea siasa hapa ndani. Hapa nchini mko na chama kimoja cha CCM ndio kinaongoza. Kwa zamani tangu sasa hivi ni CCM. Lakini napenda kuwathibitishia kwamba anapobadilika rais, anakuja rais mwingine, huo kuna mabadiliko mengi sana.
Kiasi kile watu wanaoathirika wanasema, hivi naona kama ni chama ni kile lakini mbona mambo yamebadilika hivi? Alipotoka Mkapa akaja Kikwete, kuna mambo yalibadilika sana. Katoka Kikwete kaja Magufuli, mpaka watu wakapunguzwa, mambo mabadiliko makubwa sana yalitokea. Amekuja Mama Samia, in fact sasa Mama Samia miaka 5. Wengine wanaosema hivyo ni kwa sababu hawataki tena mabadiliko. Kwenye umri wao iende hivyo, nikimaliza muda wangu basi ndio ibadilike. Ndio hiyo. Hayo tunasema yote bado ni mabadiliko ambayo yanatokea. Ambayo kwa hiyo usije ukafikiri kama hakuna mabadiliko ambayo yanaweza kututokea na kutupata sisi. Haya mabadiliko yapo sana. Lakini pia kuna mabadiliko tunasema ya kiuchumi. Kuna mabadiliko ambao tunasema ni ya kiuchumi. Uchumi unapokuwa ukibadilika, uchumi ukiwa unaenda juu, unaenda kwa mafanikio mengi, uzalishaji unafanyika, basi kidogo inaonekana kama mabadiliko, maisha ya watu yanabadilika, watu wanapata kazi, hali za maisha zinabadilika za watu, hali zinazidi kwenda zinaenda vizuri zaidi. Lakini kama shughuli za uzalishaji zinaathirika, basi unakuta kwamba kama unaita wenzako unaweza kawaita tu wanaosoma wote wanatakiwa. Basi unasema tu kauli moja. Jamani wanafunzi wa TETA na ingaji kuna topic ilikuwa inawahusu, lakini basi hamna na tutaongea siku nyingine. Unafikiri wanafunzi wa TETA ndio wanatakiwa. Kwa hiyo mambo ya kiuchumi nayo yanapokuwa yakitikisika kidogo, nayo kunatokea mabadiliko makubwa sana. Kwenye somo moja jinsi tulikuwa tunasoma la kaya na familia, hapa niligusia tu kidogo. Ilitokea swala la uviko 19. Uviko 19 ilipotokea ilisababisha watu wafungiwe ndani wasitoke. Nchi zingine walikaa kama miezi 3, wengine walikaa mwezi, lakini walikaa siku nyingi. Uganda walifunga shule miaka 2. Hakuna kwenda shuleni miaka 2 walifunga shule. Sasa vinapotokea uchumi uliathirika sana, viwanda vilifungwa, shughuli za uzalishaji nyingi zilisimama. Nchi za Ulaya watu waliacha kwenda mashambani. Kwa hiyo uzalishaji hata wa chakula ukapungua, vyakula vikawa sasa vinatokea upande mwingine vinaenda kule. Maofisi mengi yalifungwa. Kwa hiyo uchumi uliathirika sana inapotokea kitu cha hivyo. Sasa hivi kuna vita vinaendelea vya huko Ukraine na Urusi. Kuna vita vingine hapa ameanzisha Israel na Arabu hapa Gaza. Sasa hivi tena kuna vita vingine vinavyotusumbua sana, viko jirani yetu hapa ni vya Kongo. Sudan nako wako na vita. Vita hivyo vinavyoendelea vina athari kubwa sana za kiuchumi. Na uchumi unapofikia mahali sasa unaanza kuwa watabu, kwa sababu watu wameacha kuzalisha, nini na nini vimepungua, basi maisha yanakuwa magumu. Hapo tunasema kwamba kunatokea mabadiliko. Sasa hivi hapa duniani kama mmeona, nafikiri wengi sasa hapa ni washuhudiaji wakubwa, watu wanatoka mashambani, vijijini, wanakuja kuishi mijini. Watu wanakuja wanaishi mijini. Na Tanzania watu wamejazana hapa Dar es Salaam, ndio wanakuja miji mingine. Huko mashambani wanaacha kulima. Vyakula tena havitoki huko. Wanakuja huku tunagombea vyakula vichache ambavyo vinapatikana huko. Na mpaka sasa vyakula tunaacha kulima huko kwetu, tunaagiza vyakula kutoka nje. Unakuta bei ya vyakula inapanda. Mtu anataka kijini anashangaa jamani. Yaani mhogo nao Mungu na unaswa bei hii, yeye anashangaa haelewi kabisa. Kwa sababu kule kijini mhogo ni bure tu anapeana. Lakini wameacha kulima huko, na wamekuja huko mjini, wachache wanaolima ndio wanaopata. Mtu anashangaa, yaani kweli nanunua maembe unanunua. Maembe unanunua shilingi 1000. Mbona kule kijini maembe tu kwa yakija msimu wake tunakula tu. Tena watoto wanakula tu. Tena hata hapa hawataki. Kwa sababu
sana maembe. Kwa sababu yote tunasema ni kwamba nguvu za uchumi zimebadilika, watu wametoka kule wamebadilika, wamekuja huko wanaishi mjini. Kwa hiyo vitu vyote wanahangaikia. Tukija huko mjini mpaka hata maji ni ya shida. Siku hizi tumshukuru tu Mungu, serikali yetu imejitahidi. Kuna miaka sisi tumekuja miaka ya 90 hapa. Yaani kama leo mnasali tu hapa, lakini nikimaliza sabato ikisha, kazi yangu ya kwanza ni kwenda kusomba maji. Tatio sijaoa. Yaani unatoka unaenda unajua maji, unaenda unafika mahali kijana unapanga foleni na wakina mama na waongea wako tokea asubuhi. Yaani tulikuwa tumefikia hatua hiyo. Wanasema unajua mji wa Dar es Salaam umeongezeka, ya maji yaliyokuwa yalipigiwa hesabu ya 700,000. Sasa watu wamefika wako zaidi ya milioni 4. Kwa hiyo maji hayapatikani. Kwa hiyo kulikuwa kuna shida sana hii. Kwa hiyo uchumi unapokuwa vile nao unaenda unabadilika. Lakini mazingira, jamani, mbona mazingira hapa sasa hivi kuna joto? Simeona jamani, simeona joto lilivyo. Naongelea mambo ambayo yanatukia, yanafanyika, ambayo yanasababisha mambo yanabadilika. Sasa hivi kuna joto kali sana. Sasa tulia tu. Sasa hivi ninagonga hivi. Baada ya miezi kadhaa mwakani utasikia mto fulani huko Morogoro umekauka. Sio wapi Arusha ule mto umekauka. Sio wapi huko kumekauka. Kwa nini? Kwa sababu joto limekuwa kali na mimea imekauka. Sasa hivi tena hamna maji yanayotoka huko milimani, yanayotoka sehemu fulani. Sasa mito ile ikishakauka, jamani, mito ikishakauka, watu wote waliokuwa wanaishi wakitegemea ile mito wanaondoka wote. Ndio sasa watu wanajaa Morogoro mjini, wanajaa Mwanza, wanajaa Arusha, wengine wanaoshinda wanakuja Dar es Salaam. Kwa sababu ilikuwa analima, na kulima kwenye alikuwa anategemea yale maji ndio amwagie. Sasa maji hamna. Maji hamna kwa nini? Jua limekuwa kali sana na miti na mimea imekauka. Kwa hiyo maisha kule yanakuwa ni magumu sana. Na huku kubadilika kwa aina hii, watu wanapotokea sasa tunasema wana move, wanatoka sehemu moja wanaenda sehemu nyingine. Wanaenda huko na maradhi, yanaenda magonjwa, yanaenda, yani kunakuwa na vurugu nyingi sana zinakuja kutokea. Lakini kisa ni kwamba kumekuwa na ukame sana. Kuna mazao yatapotea. Utasikia mwakani maharage mwaka huu hamna, kilo imepanda. Sasa hivi kilo iko 1000. Utashangaa maharage mwaka kesho kilo unauza shilingi 6,000. Kwa nini? Sehemu nyingi ambazo walikuwa wanalima maharage kulikuwa na ukame mkubwa, na maharage unajua yanachukua muda mfupi, lakini anataka maji mengi yanapoanza pale, baadaye ndio kunakuwa. Sasa imepiga ukame muda wote. Kwa hiyo maharage bei imepanda. Sasa hivi maharage yanatokea sehemu moja tu. Kwa hiyo ikisikia maharage hamna, ujue na mpunga nao utakuja kupungua. Mahindi ndio yalishaanza kupungua sana. Hivyo vyote vinatokana na hili jua kali linalotokea. Lina athari sana 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 kwenye zao. Sasa hiyo yote tunasema kwamba inaleta mabadiliko. Mabadiliko haya tunasema kwamba ni makubwa na yanayosababisha hayo. Kwa hiyo tunaongelea mambo ya mazingira, hiyo wanasikia wanaita climatic change na nini. Ni vitu vikubwa sana vinabadilika. Unafika mahali maji yameongezeka. Sasa hivi kipiga hivi unashangaa maji baharini yanaongezeka, yanaweza yakajaa tena yakarudi hivi. Kwa hiyo kunakuwa na mabadiliko mengi sana haya. Haya yote yana athari sana kwenye maisha yetu. Nitaeleza kwa nini naeleza haya mabadiliko. Kuna kitu kingine ambacho kinasemwa mtaji. Kiuchumi tunasema capital, mtaji. Unajua mtaji bwana, watu tunahangaika sana kupata mtaji kwa biashara. Tunahangaika sana. Na unakuta tunafanya biashara, lakini sema mtaji ungeongezeka kidogo ilikuwa tofauti. Lakini zama hizi zimeshuhudia makampuni makubwa, nchi tajiri, mtaji sio tatizo. Tatizo wapeleke wapi? Hicho ndio kinawasumbua. Nchi tajiri huko mabenki yao pesa zimejaa, hazina matumizi.
huku sisi ndio tunalia umaskini na tunalia njaa kubwa. Benki zetu wakikopesha watu, hii riba ni kubwa sana. Lakini hizo nchi tajiri huko, mabenki yao pesa zimejaa. Huku riba, ukienda kuchukua mkopo benki unashangaa riba unapigwa mpaka, tena ukipewa 14% ni ndogo sana hiyo. Watu wanasema unataja hiyo kwa sababu watu mpaka 20%. Huko nje ukienda ni 2%, 1%, alafu unapewa muda mrefu wa kulipa. Kwa hiyo ni sawa tu wamekupa tu shike hizo pesa alafu baadaye uweze kuzirudisha. Haya mambo yote tunakuja kusema ya kwamba ni mambo ambayo yanatukia na yanaendelea kwenye mtaji. Lakini mtaji unapoletwa katika nchi maskini, hata huko nchi tajiri, unabadilisha mambo sana. Tulipokuwa zamani tuna kampuni ya simu inaitwa TTCL. Kampuni ya simu ile ilikuwa ya serikali. Mtaji wake ulikuwa wasiwasi sana. Ile kampuni mtaji wake ulikuwa wasiwasi. Kwa hiyo walikuwa wameajiri wafanyakazi wachache na teknolojia yao nayo ilikuwa ni kidogo. Simu tunaenda mpaka sasa hivi kitaka kupiga simu, sio nataka kupiga simu Kenya hapa inabidi hapa. Yaani tunaweza kasali hapo baadaye unaondoka unaenda mjini kule TTCL kwa sababu unataka kupiga simu Kenya au nje ya nchi. Unatoka unasafiri unaenda kutaka kupiga simu. Kwa watu wachache sana walikuwa na simu majumbani kwao. Lakini ukienda ya kimataifa anakuambia hapana. Na watu wengi walikuwa hawapendi simu zao zikitumika nyumbani kwa sababu walikuwa hawachaji watu. Kwa sasa kwa nini kuruhusu kutumia app ya kulipia? Kwa hiyo simu ilikuwa inabidi kwenda mbali ili uweze kupiga simu. Yaliko teknolojia ilibadilika kaja ya mataifa makubwa haya, mitaji ikaongezeka. Speed hizi Vodacom ya Teleza wakaja na mitaji mikubwa sana. Weka hizo nguzo mnazoziona sio mchezo. Wao unanunua simu lakini hizi gharama zile ni kubwa sana zinazotumika pale. Mambo yakabadilika. Kwa hiyo ile mitaji sasa, simu unapiga umekaa hapa ndani, simu unapiga huko wapi, sio yani sio tatizo, unapata message zinatoka wapi, yote hiyo ni mitaji. Mitaji imekuwa mikubwa sasa hivi, kuna viwanda vinazalisha mikate, mji mzima unapata mkate. Mitaji imekuwa mikubwa, kuna mtu anaweza kaleta mitumba kutoka nje, mitumba mingi kweli kule, yuko tayari kuuza. Haya yote yakitokea yanabadilisha kabisa mambo jinsi yanavyokwenda. Mitaji imekuwa mikubwa, watu wanalima sasa mashamba makubwa sana kwa sababu mitaji imekuwa ni mikubwa. Haya yote yanabadilisha sana mambo. Kuna siku moja kampuni moja ilitoka Uingereza ikaja imekuja kule imewekeza kwenye chuma kule, ni wapi kule Chunya wapi kule kwenye chuma mchuchugia sio na nani anaita kule kusini, wanawekeza paundi bilioni 200. Ilikuwa wakati Kikwete ndio yuko rais. Mwenyekiti wa bodi wa ile kampuni akamwambia Rais Kikwete, mwambie wa Tanzania mtaji ni mkubwa sana, utabadilisha sana mambo. Sio wanaelewa, wakaandika kwenye gazeti Daily News. Mimi nilisoma mpaka hata shule kwangu nilitumia shule kwangu kuambia jamani, unaona hiki kitu. Yaani wanaenda wanawekeza kwenye chuma, wanazalisha chuma, wanataka mpaka wajenge reli, wajenge na barabara. Inategemea kwamba baada ya miaka kadhaa shughuli za kiuchumi za nchi hizi zitahamia kusini. Yaani unakaa huko mjini sasa na sasa unafanya nini huko? Wewe ukifika utapata tu cha kufanya. Na wataalamu wanasema kwamba chuma kinapokuwa kikichimbwa kikizalishwa kinatoa ajira nyingi sana. Tofauti na gesi, tofauti na mafuta. Gesi ukichimba tu kule inawekwa kwenye mabomba, inasafirishwa kutoka Mtwara inaingia. Hata wakati mwingine unapita kule barabarani kuranga, hata una gesi inapita hata ujui kama imepita. Lakini chuma kikitoka kwenye uzalishaji unakutana na malori, treni yanabeba chuma. Huko kote yanatoa kazi kwa watu ambao wanakuwa na ile mtaji. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kwa upande wa madini na madini mengine unaona alianza kuchimbwa huko
Zamani miaka michache iliyopita huko nyuma huko Geita kule kulikuwa serikali ilikuwa imepiga marufuku. Kwa hiyo kulikuwa hakuna dhahabu inachimbwa. Kulikuwa hakuna madini yanachimbwa kule. Kulikuwa koto. Lakini mitaji ilipopelekwa siku unaweza kuna kampuni zinaitwa Geita Gold Mine. Yaani na watu wameacha kulima. Watu wanajishughulisha na hizo shughuli. Hiyo ndio tunasema ni mitaji. Mitaji ikishakuwa mikubwa, ikishaingia, imekuwa inabadilisha mambo. Hebu naomba mtu mmoja tufungulie Danieli 12 na fungu la 4. Danieli 12 na fungu la 4. Lakini anasema, lakini wewe nyota milele, lakini Danieli, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Asante. Mimi niko interested na hiyo mstari. Daniel aliandika vile tumesoma hiyo mafungu zamani. Tunaona kweli madaktari yanakuja, kalamu shule, watu wanafundishwa. Kweli watu wanakuwa madaktari, watu wanakuwa walimu, watu wanakuwa kweli maarifa yanaongezeka. Siku hizi mpaka wamepata wataalamu hawa, maarifa yanafanya nini? Yanaongezeka. Lakini hakuna aliyefikiria teknolojia itakuja. Mpaka tunafika miaka ya 70-80 haikuwahi kufikiriwa kiwango cha teknolojia hicho kilichopo sasa. Ilipokuja mabadiliko ya teknolojia, yanakuja mambo ya kompyuta na mawasiliano ya kompyuta. Jamani, hapo ndio tunasema maarifa kweli yameongezeka. Anasema wengi watapita wakitangatanga huko. Yaani maarifa yameongezeka sana. Natamani wale wanafunzi sekondari wamesikia hii point ya mwisho. Maarifa ya teknolojia yameenda yanaongezeka na yanazidi kuongezeka. Haijulikani hivi itafikia hatua gani. Lakini hali iliyoko sasa hivi, mabadiliko ya teknolojia yanayofanyika ni ya kushangaza. Kazi za binadamu karibia zote zinachukuliwa na teknolojia. Mimi nakuja hapa mjini miaka ya 90 mpaka 2000. Kulikuwa kuna benki moja tu ya NBC, labda na CRDB. Ulikuwa ukienda benki umekisimama huku upande wa wateja. Halafu ukiangalia upande wa wafanyakazi ndio walikuwa wako wengi. Yaani unaingia benki wafanyakazi ni wengi kuliko wateja. Unaingia benki wafanyakazi wanaoongea kule, wanaongea utafikiri uko sokoni, Kariakoo, sijui wapi, Tegeta sokoni. Sauti zinazotoka huko ukilinganisha na idadi ya wateja walioko huko. Hilo jambo lilienda kwa muda mrefu. Tulikuwa tukienda makazini asubuhi, kuna mabasi NBC, mabasi ya viwanda, sijui mabasi ya nini, mabasi yamechukua wafanyakazi. In fact sisi huko tunapanda daladala tulikuwa tunaonekana kama vile hatujaajiriwa. Lakini wenzetu walioajiriwa ndio na magari ya kazini. Mabasi yalikuwa ni msururu wa mabasi ya wafanyakazi. Kwa hiyo kulikuwa kuna makampuni mengi, na kwa Tanzania ilikuwa ni makampuni ya umma yameshikilia uchumi wa nchi. Yalikuwa yanaenda yanafanya kazi. Jamani, teknolojia sisi ilitokea wapi? Pole inachukua pole. Benki inaanza kusema inapunguza watu. Benki sisi zinagawanya. Sisi ni nini? Kiwanda fulani wanafunga. Sisi kampuni fulani imekufa. Sisi ni nini imekufa. Sasa tumefikia mahali hata wanaoenda kazini ni wachache kuliko hata wanaobaki nyumbani.
hata makampuni yale yanayopita huko barabarani yakipata wafanyakazi wao yamekuwa ni machache sana. Lakini kwa nini? Maarifa yanaongezeka, teknolojia imeongezeka, sasa mambo mengi yanafanyiwa kwenye kompyuta. Wanasema miaka 5 ijayo kazi, unajua theluthi moja, theluthi ngapi zinatengeneza kitu kizima? Hajui David bwana, mwacha theluthi 1, 2, 3 ndio zinafanya kitu kizima. Kwa hiyo wanasema theluthi 2 ya kazi zilizopo hizi za ajira zitakuwa zote zimechukuliwa na teknolojia. Itabakia theluthi 1. Hiyo theluthi 1 unajua ni watu gani? Walimu wa shule za msingi, manesi, madaktari. Yaani kuna kazi chache sana ambazo ndio zitakuwa zinahitaji watu. Kwa hiyo mnaosoma mzingatie sana hizo. Mnaosoma vyuo vya afya, ninyi wateja wenu wapo na mnatuona. Kwa hiyo itabidi tuje tu hospitalini. Lakini kuna kazi zingine nyingi sana zitakuwa zimeondoka. Unaona, sio serikali anahangaika na kujenga mwendokasi, sio wanafanya hivi na hivi na hivi. Usifikiri ni wajinga, wanapotea hela nyingi sana zinakuja kupotea. Kuna siku ile mabasi yatakuwa yanazunguka pale, lakini wateja ni wachache sana. Kwa sababu kazi nyingi zitakuwa zimechukuliwa na teknolojia. Watu wengi watakuwa wanafanya kazi nyumbani. Kwa hiyo gharama za kupanda mabasi kwenda mjini, gharama itakuwa iko kidogo, kwa sababu hata wateja pia ni wachache. Na ndio maana wanataka usafiri huo uweze kuwa wa haraka hivyo. Wengi watakuwa wanafanya kazi nyumbani. Tutakuwa tunafanya kazi kupitia teknolojia. Unajua, haikuingia mtu akilini. Yaani haikuwahi kuingia akilini eti kwamba ninaweza nikapata pesa na nikatuma pesa kupitia simu. Hii ilikuwa kazi ya benki bwana. Watu wanasomea na wameajiriwa, wanaoa, wanaolewa, wanajenga nyumba, wanalima kwa sababu wameajiriwa. Leo hii unaambiwa simu inafanya kila kitu. Simu sasa hivi ukitaka kusoma unapitia simu. Ukitaka kuangalia na unaangalia sana muziki, unaangalia kupitia simu. Zamani unafikia kuangalia, yani kama unataka kuangalia muziki na bibi uende kwa jirani kule kwenye TV ndio muangalie pale. Sasa hivi mtu amekaa kwenye simu yake anamaliza kila kitu hapo. Simu naomba uchukue simu yako uangalie mambo yote yanayofanyika kwenye simu. Haya yote yalikuwa yameajiri watu. Sasa hivi yote yanahamia kwenye simu. Yote yanahamia kwenye simu. Ukiona watu wamekaa chini ya mtu wameshika simu zao, yaani kuna mambo mbalimbali yanaendelea yako pale ya kushangaza. Tumeelewana? Maduka yote yamehamia kwenye simu. Wanasema sasa na viwanda vinaenda kuhamia kwenye simu. Vinaenda kwenye teknolojia. Mambo yanaenda yakibadilika kwa kasi sana. Lakini wanasema maarifa ndio yanafanya nini? Yakiongezeka. Siku hizi mmeona tena wanaosoma, lakini wengine pia tenda kusoma hapo. Ukiingia kwenye chumba cha mtihani ni marufuku kuvutwa na simu. Ukikutwa tu na simu umeshafukuzwa kabisa na chuo, na tunakufukuza mpaka chuo. Kwa sababu tunajua simu inakufanyia kila kitu. Kwa hiyo ulikuwa unatumia simu kuibia. Kwa hiyo simu itakufanyia kila kitu. Nasikia kuna hii inaitwa akili mnemba, artificial intelligence. Yaani ndio sasa imefanya mpaka hata sisi huku walimu sasa inaelekea na kazi zetu ziko kwenye mashaka makubwa sana. Yaani ndio hivyo. Mashaka ni makubwa sana. Kwa sababu hasa wanauliza sasa mwalimu anaenda kufundisha nini? Mbona simu inatuambia hicho kila kitu? Hiyo kompyuta inatuambia, hii akili mnemba inatuambia. Ukitaka kwa nini unachotaka kufundisha kuhusu kitu fulani, unaijiuliza, inakueleza vizuri kupita hata mimi ninayeongea hapa. Sasa unaenda kufundisha nini? Kwa hiyo hata ualimu uko unayumba. Nakwambia mwalimu muhimu sana labda ndio darasa la kwanza la pili. Lakini huko kwingine kote kumeshachukuliwa, kote kumeondoka.
au kwingine kote, yani utafikia mahali wala hutafanya chochote ambacho kiko tofauti. Mwanafunzi ndiye anakushangaa kwa sababu anajua. Kwa hiyo tunasema ya kwamba maarifa yanaenda yakiongezeka sana. Siku nikipata nafasi tena nitakuja sasa tujadiliane, tuone mambo gani yanafanyika kwa simu. Na nafasi yako wewe kijana wa Kikristo ni nini, iko wapi? Kwa sababu usije ukawa unasoma alafu unakuja kulalamika baadaye kwamba hamna kazi, hamna ajira. Labda sisi hatukukuelekeza njia salama ya kupita ambapo utaenda utapata kazi. Kuna rafiki yangu mmoja alienda kutibiwa Uingereza. Anasema niliweka appointment kwenye simu. Nikasema aina ya ugonjwa. Nikaambiwa njoo saa fulani. Nimefika hospitalini, hamna reception. Nafika tu naingia, naona jina langu liko pale, naambiwa niende chumba namba fulani. Alafu natamka na kwa maneno. Anasema nikaenda kwenye kile chumba. Nilipofika naambiwa weka vidole hapa. Damu ikachukuliwa. Nikaiona damu inaenda, nikaambiwa mimi ukae kule. Ukaa kule na shangaa naitwa, naambiwa hayaenda chumba namba fulani. Nikaenda kule, nikaweka mkono hapo, nikaweka mkono nini mkono wote vikachukuliwa. Nikaambiwa rudi ukae kule. Baadaye na shangaa naambiwa nenda nakutana na daktari. Daktari ananiambia, unasemaje? Bwana nilikuwa nasikia hivi na hivi na hivi. Daktari anaangalia, tunakupima hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, majibu yako ni haya. Kwa hiyo wewe unaonekana unasumbuliwa na kitu fulani. Unakubaliana na nini? Ndio. Haya. Dawa, nenda dawa fulani, toka utaambiwa pa kwenda. Yaani anaenda mpaka anafika chumba cha mwisho, anakutana tu na kifuko chake achukue dawa ajiondokee. Hakukutana na mtu hata mmoja. Hakukutana na mtu hata mmoja kasoro daktari. Mambo mengine yote yalichukuliwa na teknolojia. Na hakubahatika kumuona nesi, wala hakubahatika kumuona mtu wa maabara, hakubahatika kumuona nani, kila kitu. Anaulizia na ndio hapo maabara hakuna watu, sio uko mmoja tu wawili. Wengine wote ni teknolojia inafanya kazi. Kila kitu. Sasa unasema hii ni idara ya afya, tiba hii inafanya hivi. Hivi idara zingine huko kukoje? Na anafika hospitali hamna watu. Hamna watu kabisa. Watu wametoka. Kila akifika watu tu wanahudumiwa. Unajua huko sikwenda hospitalini ni dini, sio unanielewa? Shangazi yangu mmoja alikuwa anaumwa huko, miaka alifariki mwaka jana. Yuko nyumbani kwake, wakimtoa hospitalini wanampeleka Moi Muhimbili. Yaani siku hiyo ni siku nzima alikwenda hospitalini. Mmeo, watoto wangapi, timu kama watu 6 wanampeleka mgonjwa hospitalini. Kufika tu daktari anamwangalia, anamwambia sawa, utakuja tarehe fulani, dawa hizi ondoa, ongeza hizi, basi imekwisha. Sasa huo ndio nchi maskini. Ule umefika ni mtu mmoja tu anaenda anahudumiwa, anamaliza anaondoka. Kwa hiyo sio hata mahali pengine hata hawaendi hospitalini. Anajipima mwenyewe kupitia huko simu, vifaa hivyo vilivyopo, anapewa maelekezo aendelee. Hayo ndio tunasema maarifa yataongezeka. Mlioko humu ndani mnaosoma na mnasoma teknolojia, hakikisha unachokisoma kiko pamoja na teknolojia. Kama hakipo, kama uko shuleni, kama unasoma, kama unawana, kiko na teknolojia. Kama unasoma na kama umejiajiri binafsi, hicho unachokifanya lazima kihusiane na teknolojia. Kama hakuna, ninakuhakikishia huna miaka. Wakati fulani nilikuwa nafundisha sekondari moja inaitwa Tambaza. Nje ya Tambaza hapo nje tu kulikuwa kuna text. Hata sijaanza hata kuita text kwa simu. Sasa jamaa mmoja akanunua text, mwalimu akanunua text, akaiweka na yeye hapo. Akuta text za Kiswahili kama 5-6 hivi. Sasa anashangaa jamaa text tu inatoka tu.
inaenda, inarudi, inapaki. Nyingine inatoka, inaenda, inarudi. Hakuna mteja hata mmoja anayefika pale. Ndio simu zimeanza. Sasa amekaa kama wiki ya pili, wiki ya tatu hivi. Yaani anashangaa labda akipata trip labda ni moja tu. Ndio akauliza zake, jamani, ninyi mnapataje wateja? Wakacheka sana. Wakasema wateja wanaokaa hapa waidi hapa kwenye magorofa hivi wote wana namba zetu. Wale fulani naomba uje. Fulani naomba uje mali fulani uchukue hiki na hiki. Fulani nenda. Ndio mwenye genge, kama una genge, utashangaa wenzako anafika kwenye genge tu, anatoa, anafunga vitu vyake, anampa bodaboda, anapeleka. Uone hata mtu mmoja aliyekuja, kwa sababu ya teknolojia. Wanachokisema wanaofanya haya mambo, wamegundua kwamba utafiti umeonyesha ya kwamba uaminifu ni nambari 1. Kwamba mtu kama anakwambia niletee nyanya za shilingi 2,000, kweli wala hawezi kukurudishia. Kwa hiyo anakuamini. Niletee kitu fulani, hivyo anakuamini. Kuna watu wenye bodaboda wengi wanaendesha, wanaenda mjini, hata hawapakii watu. Anakwambia ni simu tu, niletee hiki, peleka huku, nenda huku, nenda huku, nenda huku. Ikifika jioni amechoka, anarudi nyumbani. Anaenda mwenyewe na anarudi mwenyewe. Kwa hiyo hata mimi kubeba watu naona uzia. Kwa sababu anafanya, lakini ni teknolojia. Kwa hiyo nitaomba sana kwamba tutakapokutana safari ijayo, tutajifunza zaidi ambavyo teknolojia inavyochukua kazi zetu na jinsi gani tunaweza tukatumia teknolojia kuweza kupata kazi. Cha ajabu sana na kushangaza, narudia sentensi nilisema, teknolojia haichagui elimu ya mtu, jinsia ya mtu, haichagui dini ya mtu, haina saa za kufanya kazi, yenyewe inaenda. Watu wanafanya M-Pesa, Tigo Pesa, hata elimu zao hazijulikani, lakini wana pesa nyingi zinapitia kwenye mifumo yao. Elimu yao haijulikani na hamna mtu anamuuliza, wala jinsia yao wala nini, wanafanya tu kazi. Hamna saa za kazi. Sasa hizi ndio atakuwa yuko kibandani kwake, baadaye narudi nyumbani usiku, simu zinaendelea kumfuata. Fulani, naomba unitumie mali fulani kiambo hiki, haya nakutumia hiki. Anatumia yeye. Yaani hawalali. Pale kazini kwa msingi nje kuna geti, kuna wakina mama wako wanafanya haya mambo. Yaani ukiongea nao ukiwahoji, wanakwambia simu hata saa 5, saa 6 usiku. Sasa na simu za usiku ndizo ambazo unatuma hela nyingi kupita hata wakati mwingine uliposhinda mchana. Wewe unasema huwezi ukaacha kupokea simu, unasema eti usiku nimelala. Hakuna. Unapokea na unafanya hiyo kazi nao unataka uweze kufanya. Kwa sababu ndio hasa hizo zinazokuwa katika ndio zinazolipa sana na ndio zenye uharaka na za watu wanaokuamini. Wanasema moja ya kazi zake kubwa, anaporudi nyumbani anaenda anahakikisha simu yake na hela nyingi ndani za kutransfer, ili aweze kufanya biashara iweze kuendelea. Yanayokuja yanatisha sana, lakini tusiogope, kwa sababu tunaye Bwana ambaye tunamwamini, na yeye alishatuhakikishia maarifa yataongezeka, na yeye anajua kwamba wapi tunakuja. Aliyesema hayo maneno ni Danieli, na Danieli alikuwa ni mtu wa unabii. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye anatoa